Dalili ya mvua ni nini? Mawingu. Sasa naona mawingu imetanda kila mahali. Kenya hii yote mawingu imetanda. Ishara ni ya kwamba kutanyesha sana. Inavuja. That pot is leaking. Hata kupatia mrutu miaka 100 hiyo suri ya juu, hata kuleta mabadiliko. Hakuna mahali anaenda. Yeye mazingira na wale wezi ambaye inaingia pande hii natoka pande hii. Inaingia pande hii natoka pande hii. Kwa hivyo sasa yeye hawezi kwenda pande nyingine. Tunaona amekoma pale. Kila kitu naona ni wizi. Juzi niongea kia mambo ya mafuta. Simuliona? Sasa mwana mambo ya mtihani vile imekuwa. Mtihani imekuwa mbovu zaidi. Watoto wetu wanakuwa na shida mingi zaidi. Watoto katika darasa moja wanapata grade 1 yote. Simuona hiyo? Aibu kubwa. Hii serikali ya Ruto kila mahali ambao wanashika iko inaoza. Inaoza. Kila mahali wanashika inaoza. Inanuka tu kwa sababu gani? Laana ya Mwenyezi Mungu. Waliiba wakameza ikakoma kwa koo. Na hata itatoka hapo. Kutoka hapo tunangoja tu wanguke chini. Tunanguke chini. Mimi nataka nyinyi mjitayarishe. Jitayarishe kwa sababu tumekuja hapa. Tunataka kujenga chama chetu, vijana waingie kwa chama. Nataka kutoa shukrani kwenu nyinyi kwa kazi mlifanya wakati ya uchaguzi wa mwaka jana. Mlifanya kazi ngumu sana lakini muhimu. Tukapata sisi wajumbe na MCS. Kile sasa tunaelekea na ishara tunaona pale dalili mnaona pale. Tunaona dalili. Waliiba lakini imekoma kwa koo. Imekoma kwa koo, imekataa kuteremka kwa tumbo. Sinaona hiyo? Bado mpaka hii mwaka mmoja sasa bado wanadaumu tu ile serikali ambayo ilitoka. Sisi tulipata nyungu ambayo ilikuwa iko tupu. Kulikuwa hakuna chochote. Hata vipande kulikuwa hakuna. Hata ukoko ilikwisha. Sasa walianza hiyo mwaka jana mwezi wa 9. Sisi tuko mwaka hii mwezi wa 11 bado wanalaumu Uhuru. Sio wameshindwa? Nataka kupata nyinyi mfano. Tulipoingia kwa serikali mwaka wa 2003 baada ya Nyayo miaka hizo zote tulipata uchumi ambayo ilikuwa imeathirika kabisa. Ili tunasema mapato growth ilikuwa iko negative. Kulikuwa hakuna chochote. Serikali ya Nyayo ilikuwa inarogota ushuru kila mwaka shilingi bilioni 200. Bilioni 200 ndio walikuwa wanapata kwa upande wa uchumi. Sisi tulikuwa tumeahidi wananchi kwamba tukiingia kwa serikali tutaleta elimu ya bure ya primary. Wao walisema hao jamaa wanaota tu, haiwezekani. Tulipoingia kwa serikali Kibaki akasema tuliahidi wananchi elimu ya bure. Hata kama uchumi iko mbaya tutaanza. Uchaguzi ulifanywa mwezi wa Disemba, Januari tukaanza free primary education. Alafu tukaangalia hii uchumi shida iko wapi. Tukajua pale shida iko. Pakipati shida iko ilikuwa wizi. Kwa upande wa ushuru. Watu walikuwa wanatoa ushuru lakini ushuru unaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Sasa tukaenda kuziba mianya. Tutakwenda kule kwa upande ya forodha,
tax, kwa upande ya VAT tukaangalia wale maofisa walikuwa majiriwa pale. Hao ndio kaona hao maofisa ndio matajiri, walikuwa kama kupe. Sasa ukiona mtu mmoja wao ndio wananunua yale majengo ya nyumba zile apartment blocks, wao ndio wananunua cash. Wao ndio wanaendesha magari Mercedes Benz, BMW, Toyota, ile ni hao. Wao ndio wanajenga manyumba kubwa kwenye reserve. Wao ndio wanajenga magorofa katika marikiti kule Sabuni. Ukiuliza kufanya kitu kinaitwa lifestyle audit, unawashika mara moja. Wewe mshahara yako tangu uajiriwe mpaka mwaka huu umepata shilingi ngapi? Unajumlisha zote hiyo. Tuseme wewe ulikuwa ukuli, wewe ulikuwa ulipi karo kwa watoto na kadhalika. Si ni mapato yako yote. Hii umepata hii. Umepata ni loan kutoka wapi? Hakuna. Unawashika rahisi kabisa. Ile pesa imepanda kutoka bilioni 200 ikafika bilioni 300. Mwaka ujao ikafika bilioni 500. Ingine ikafika 750. Ikafika trilioni 1. Tukawa sasa sisi tunapata pesa ya kutosha kufanya maendeleo bila kukopa. Our development budget ilikuwa 95% funded from domestic resources. Tulikuwa nakopa tu 5% pekee yake. Hiyo. Tulifanya hiyo bila kuongeza ushuru hata ndururu. We did not increase the taxes. Lakini tukaona pesa ya kutosha kufanya maendeleo haya yote. Sasa kitu kimefanyika ni kwamba tulirudi pale kwa tulikuwa. Sasa jamaa hana ujuzi. Yeye